Mnamo Februari 27 mwaka 2025, baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani vilionyesha video iliyotengenezwa kwa teknolojia ya akili unde ikionyesha maono ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kuibadili Gaza kuwa kituo cha kifahari cha mapumziko cha mtindo wa Riviera kinachomilikiwa na Marekani. Video hiyo inaonyesha picha za Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wakifurahia vinywaji ufukweni, majengo marefu ya kifahari, boti za gharama kubwa pamoja na sanamu kubwa ya dhahabu ya Trump inayofanana na ile ya watawala wa kiimla. Pia inaonyesha bilionea Elon Musk akila hummus na kucheza ufukweni huku dola za Marekani zikimwangukia. Maono hayo ya Trump yalipingwa vikali na kundi la Hamas likisema kuwa maono ya Trump kuhusu Gaza hayazingatii kabisa utamaduni, mahitaji na maslahi ya Wapalestina wanaoishi katika eneo hilo. Baadhi ya Wapalestina waliohojiwa na gazeti la The Guardian walisema wangependa hilo lisitokee kwa kuwa wao ndio wanaofahamu vyema zaidi gharama ya vita kwa kupoteza wapendwa, makazi na msingi wa maisha yao, na sasa hatari ya kupoteza kila kitu inawanyemelea. Ni katika jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amezindua rasmi mpango wake wa kimataifa unaoitwa Bodi ya Amani iliyoundwa kusaidia kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza, hatua iliyozua wasiwasi kwa mataifa mengine makubwa duniani. Akizungumza katika jukwaa la World Economic Forum huko Davos nchini Uswisi, Trump amesema bodi hiyo itafanya kazi kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa, akisisitiza kuwa taasisi hiyo ya kimataifa ina uwezo mkubwa ambao haujatumiwa ipasavyo. Na nukuu kauli yake: "Mara bodi hii itakapokamilika kikamilifu, tunaweza kufanya karibu chochote tunachotaka na tutafanya kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa." Mwisho wa kunukuu. Mjumbe wa bodi hiyo Jared Kushner amesema awamu inayofuata ya makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza itajikita katika ufadhili wa ujenzi mpya wa eneo hilo lililoharibiwa vibaya pamoja na suala nyeti la kupokonya silaha kundi la Hamasi. Kushner ameongeza kuwa iwapo Hamas haitakubali kuachana na mpango wake wa silaha, hilo ndio litakalokwamisha utekelezaji wa mpango huo, huku akisisitiza kuwa siku 100 zijazo zitahusisha juhudi kubwa za utekelezaji wa makubaliano ya utoaji wa misaada ya kibinadamu na kuandaa mazingira ya kusonga mbele kiuchumi na kiusalama. Jared Kushner amewasilisha mpango aliouita New Gaza kupitia teknolojia ya slide ikionyesha ramani ya ukanda wa Gaza na maeneo ya makazi, vituo vya takwimu na maeneo ya viwanda. Slide hizo zilijumuisha taswira ya pwani ya Mediterranean iliyojaa majengo marefu yanayong'aa yakifananishwa na miji ya kisasa kama Dubai au Singapore. Mpango huo uliopendekeza ujenzi mpya uanze Rafah, kusini mwa Gaza, eneo ambalo kwa sasa liko chini ya udhibiti kamili wa kijeshi wa Israel. Hata hivyo, mawasiliano hayo hayakugusia masuala nyeti kama haki za umiliki wa ardhi au fidia kwa Wapalestina waliopoteza nyumba, biashara na riziki zao wakati wa vita. Pia haikueleza ni wapi wakazi waliolazimika kuhama wataishi wakati wa ujenzi mpya. Kushner hakutaja nani atakayefadhili mpango huo mkubwa wa ujenzi ambao kwanza ungehitaji kuondoa takribani tani milioni 68 za kifusi na mabaki ya vita. Alisema mkutano wa uwekezaji utafanyika Washington katika wiki zijazo, ambako michango mingi kutoka sekta binafsi itatangazwa bila kutoa maelezo zaidi. Slaidi zilizowasilishwa Davos zilifanana kwa karibu na zile zilizovuja katika gazeti la Wall Street Journal mwezi Desemba mwaka 2025, ambapo gazeti hilo liliripoti kuwa Marekani imependekeza kuchangia kama mhimili takribani 20% ya mradi huo wa ujenzi bila kufanua namna au masharti. Hata hivyo, mpango wa Trump wa amani ya Gaza umekumbwa na upinzani mkubwa. Msemaji wa Hamas na mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya kundi hilo Bassem Naim, yeye amesema maono ya Trump kuhusu Gaza hayazingatii kabisa utamaduni, mahitaji na maslahi ya Wapalestina wanaoishi katika eneo hilo. Kwa bahati mbaya, Trump kwa mara nyingine anapendekeza mawazo ambayo hayazingatii utamaduni na maslahi ya watu. Naim alinukuliwa akisema katika mahojiano na Newsweek, aliongeza kuwa ingawa wakazi wa Gaza wanatamani kuona eneo hilo likijengwa upya na kufufuka kiuchumi kwa ajili ya mustakabali ya watoto wao, hilo haliwezi kufanikiwa katika mazingira ya kile alichokiita gereza kubwa.
na nukuu kauli yake: hatupiganii kuboresha hali ya gereza, bali kuondoa kabisa gereza na mlinzi wake, mwisho wa kunukuu. Mkazi mmoja wa Gaza amenukuliwa na The Guardian akisema kuwa Trump amedai kubadilisha Gaza kuwa Riviera ya Mashariki ya Kati, lakini nyumba yake mashariki mwa Khan Younis imeharibiwa kabisa na amepoteza ndugu zaidi ya 80. Yeye anatamani apewe msaada wa kujenga upya makazi yake na sio kuondoka katika ardhi anayoipenda. Na nukuu kauli yake: tungependa kufa hapa kuliko kuondoka katika ardhi yetu. Hakuna kiasi cha fedha kinachoweza kuchukua nafasi ya nchi yako, mwisho wa kunukuu. Mara baada ya kusitishwa kwa mapigano baina ya Israeli na Hamas, wapiganaji wa kundi hilo waliibuka hadharani na kusimamia makabidhiano ya mateka, harakati za kurejea kaskazini na kushika doria ya usalama. Wakazi wa Gaza wanasema hilo linapaswa kuwa onyo kwa yeyote anayefikiria kupeleka majeshi ya kigeni Gaza. Wakazi hao wa Gaza wamemtaka Trump aachane na ndoto za kibiashara na badala yake arejee katika wazo lililofuatiliwa na marais wa Marekani kwa miongo kadhaa, kwamba suluhisho la Gaza ni mataifa mawili, kila upande uishi kwa amani katika ardhi yake, Israel iwe na nchi yake na Wapalestina wawe na taifa lao. Maoni mengine ya wakazi wa Gaza ni kwamba hata kabla ya vita, maisha ya eneo hilo yalikuwa magumu. Uchumi ulidhoofishwa na kuzingirwa na Israel, ukandamizaji wa kisiasa chini ya utawala wa Hamas na msongamano mkubwa wa watu. Hata hivyo, wakazi walijivunia historia yao ya maelfu ya miaka, mshikamano wa jamii, dhamira ya elimu kupitia vyuo na taasisi za elimu ya juu, pamoja na fukwe, hali ya hewa ya jua, bustani, migahawa na mikahawa. Ramzi, baba wa watoto 4 mwenye umri wa miaka 50, yeye alisema, na nukuu kauli yake: haijalishi mtu aende wapi au aishi katika miji mizuri kiasi gani, hatapata amani isipokuwa katika mji na ardhi yake. Mwisho wa yote, licha ya uharibifu huu wote, tutabaki hapa kuishi na kufa kwa heshima, mwisho wa kunukuu. Upendo wa Palestina wa Gaza kwa ardhi yao umejikita si tu katika maisha ya kila siku, bali pia katika msimamo wa kisiasa wa kubaki katika eneo linaloonekana kuwa sehemu ya taifa lao hapo baadaye. Pendekezo la Gaza iliyo tupu au karibu tupu ya Palestina si jipya, lakini halijawahi kutolewa wazi na rais wa Marekani kwa miongo kadhaa. Baadhi ya wanasiasa wa Israel wamejadili uwezekano wa kuwafukuza wakazi wa Gaza kwa nguvu au kuwashawishi kuondoka kwa motisha za kiuchumi. Ndugu mtazamaji, tunalifunga jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia, wakati huu ambapo mpango wa Trump kuhusu amani ya Gaza chini ya usimamizi wa bodi ya kimataifa ya Trump, mpango uliopingwa na kundi la Hamas na wakazi wa Gaza wakihofia kupoteza ardhi, utamaduni na taifa lao. Niseme tu, dunia inasubiri kuona itakavyokuwa utekelezaji wa awamu ya pili ya mpango huo. Nikushukuru sana ndugu mtazamaji kutenga muda na gharama kufuatilia makala hii tangu mwanzo hadi mwisho. Nikuage kwa kusema asante kutazama, baki salama.